Leo hembu tutazamie jambo la msingi sana ambalo watu wengi tumekuwa tukilifanya kila siku, lakini hatujawahi kulitafakari kwa kina. Je, tunapoomba tunamuomba Mungu wa kweli? Kuna watu wengi wanaomba, wengine huamka alfajiri, wengine hufunga na kuomba usiku kucha, lakini swali la ndani ni hili: tunamuomba nani? Je, tunapoomba tunamuomba Mungu wa kweli? Je, Mungu tunayemuomba ni yule aliyeumba mbingu na nchi, au ni picha ya Mungu tunayojitolea mioyoni mwetu? Katika Mwanzo 19 tunasoma habari ya mke wa Lutu. Malaika walimtoa Sodoma kwa mkono, ishara ya wokovu. Lakini nini kilitokea? Alipoanza safari ya kuokolewa, alihitaji moyo wa kutazama mbele. Badala yake alihitaji moyo wa dunia. Alitizama nyuma kwa vitu vya kidunia, akasimama akawa nguzo ya chumvi. Kwa nini? Kwa sababu alimtegemea Mungu wa mali na si Mungu wa wokovu. Katika Matendo 17, Paulo alisimama na kusema, mmeweka madhabahu kwenye maandiko kwa Mungu asiyejulikana. Ndugu yangu, hata leo kuna mamilioni ya watu wanaomba, lakini wanamuomba Mungu asiyejulikana. Wanamwita Mungu, lakini si Mungu wa Biblia, si Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, si Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wanaposema Mungu, mioyo yao inamfikiria Mungu wa biashara, Mungu wa pesa, Mungu wa ulinzi wa nje, lakini si Mungu wa uhai wa kweli. Yuda Iskarioti alitembea na Yesu, alisali naye, alihubiri naye, lakini moyo wake ulikuwa kwa fedha, na kwa kipande cha fedha alimsaliti mwana wa Mungu. Alimwita Rabi, lakini hakumtambua kama Bwana. Aliyemwomba hakuwa Mungu wa kweli kwake, bali daraja la kufikia tamaa zake. Ndugu yangu, Mungu hataki sala nyingi bila maarifa. Hataki mdomo unaosema Bwana, hihali moyo wako huko mbali. Leo tafakari na tukisema sala, tukisema kama hivi: Mungu muumba mbingu na nchi, uliyenipa pumzi hii leo, nisamehe pale nilipokuomba na sikujua. Nikutambue wewe kama Baba wa kweli na Yesu Kristo kuwa Mwokozi wa roho yangu. Nisafishe, niongoze, nijaze na roho wako. Sitaki kumwomba Mungu asiyejulikana. Nataka kukujua wewe, Mungu wa kweli. Amina. Leo ushauri wangu ni huu: katika nyakati hizi za mitume wa uongo, miungu ya uongo na mafundisho ya uongo, tunahitaji kujenga imani yetu katika kweli ya neno la Mungu. Na kila tunaposema Mungu, tukisema kwa uelewa, upendo na shuhuda za ndani. Kwa maana maandiko yanasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yohana 4:24. Kwa maendelezo na makala nyingine unaipata kupitia YouTube yangu. Jina langu naitwa Beni Maarifa.